Kwani Yanga katoka? Wewe unaona kwa mahesabu haya kuna nini tena? Kwa mahesabu haya. Waarabu kwa Arabu anakuongea Kiarabu kwa anaachiana shughuli imeisha. Hali anataka kuvuka. Wewe hali ashaenda babu. Yadu sikiliza. Kwa pia anakuta tena sare nyingine. Unasemaje? Wanaenda kutoa sare nyingine unasemaje Jadu? Wakaenda kutoa sare nyingine. Wanaenda Arabu kwa Arabu. Wanaongea tu. Wanakaa sio shilingi. Wanaanza kuongea kunuti tu Kiarabu agabibi. Jaza kwa bao sile wanaanza kuongea Kiarabu. Wakishaelewana sare. Mechi wanacheza tu. Wao wanacheza tu sare. Wanapata pointi moja wanaenda watu wawili. Yanga kubebe mweusi atakubeba nani? Yanga wewe mweusi mwenzetu atakubeba nani? Yaani nani atakubeba wewe Yanga mweusi? Anamaliza na JS Kabili ambaye anaweza kufanya maajabu. Nisikilize mimi, nisikize kwa makini. Kwenye ardhi ya Tanzania, kitovu cha mpira kimezikwa Msimbazi. Umesikia dede? Kitovu cha mpira kimezikwa Msimbazi. Haiwezekani eti Yanga afuzu, Simba afeli. Ukiona Yanga Simba anarudi, yaani Simba ikitolewa Yanga lazima atoke kwa kivyo vyote, iwe kwa dawa, iwe kwa maombi, kivyo vyote Yanga lazima atoke. Hawezi kufuzu Jadu, Yanga hawezi kufuzu kwenye ile kundi, hawezi kufuzu. Mechi ya kufuzu ya leo hii hapa, angetoa sare Yanga angefuzu. Yanga leo kapigwa, ana pointi ngapi? 5. Kabakisha mchezo mmoja, akishinda na pointi ngapi? Anafanya na nani? Wanaenda kutoa sare Arabu kwa Arabu kwa nagana moja. Maliza hiyo mechi. Tayari muda ishaisha. Shughuli hiyo. Atoe sare. Nakwambiaje shughuli ishaisha. Sio si Arabu wanaongea kikubwa. Bwana yule mweusi kati yangu mimi na mweusi nani aende? Anauliza. Anataka rekodi. Nation anamuuliza. Nation anakuwa mechi ya 3 sawa. Arabu kwa Arabu anakaa mezani. Anaambia shehe wangu, tukitoa sare unakuwa wa kwanza wewe wa pili mimi. Ukinifunga kwanza wewe wa pili mimi. Kati yangu mimi na mweusi nani aende? Wanauliza tu swali afa na pembeni bana jitu. Anaangalia. Lakini performance leo vipi? Performance nimeangalia ni mtu pekee wa kumpongeza nani wanaitwa huyo? Bamnyeto. Kafanya kazi kubwa sana. Kiukweli sio kumsifia mchezaji wa Yanga. Ila Bamnyeto kafanya kazi kubwa. Kimpira ukimwangalia unajua kweli karudi kwenye kiwango chake, kaonyesha kiwango cha hali ya juu. Bila Bamnyeto tunaongea mengine sasa hizi. Bara kubwa Waarabu wanaolifanya dakika 45 zote nusu uwanja. Dakika 40. Hayagusa mpira Yanga dakika 30 na angalia Yanga hajagusa mpira dakika 30 wanapiga tachi. Na nashukuru Azam TV alichokifanya kwa kweli. Mimi nashukuru Azam TV kutuwekea sauti kusikia maneno ya uwanjani. Na ndio mara ya kwanza nimesikia sauti ya kocha Yanga ni mbaya. Sauti ya kocha Yanga mbaya kama mchungaji. Pakome go. Come go. Sauti mbaya. Nimefurahi kwa Azam TV. Mwa mnaunganisha sauti tusikie. Shida sauti au ile sauti mimi imenifurahisha. Yaani nimepata burudani mbili, mpira wamenifurahisha Farabati pamoja na sauti ya kocha Yanga mbaya kama mchungaji. Pakome come move. Naxi go. Sauti ya Mpenja na kocha Yanga imekuwa kubwa ina msiba Mpenja. Akiongea tu Mpenja umsikii. Yeye sauti yake inakuwa kubwa. Pakome, go. What about what? Mimi nimeenjoy kwa kweli. Lile goli limefungwa dakika kama 80 na kitu. Wakati umeona bado sare ya bila pale mpaka goli linapatikana vipi baada ya goli kuingia? Mimi nilijua tu Mwarabu lazima apate goli kwake. Na Yanga walichojitahidi kupunguza magoli. Mimi salamu kila siku naongea. Tanzania tulichoweza Waarabu kupunguza magoli ila bado hatujawaweza. Sisi tumepunguza tu magoli. Yale magoli 5 si goli ngapi tumepunguza. Sisi watu tumetoa sare. Luembe usimemwona. Na yule Luembe angekuja mapema Simba tungefuzu robo. Yule Luembe unamwona yule. Angekuja mapema Simba tungefuzu robo. Sisi Simba tumetolewa mapema kutokana na timu yenyewe. Tumeanza kuleta wachezaji wazuri tayari tushatoka nje ya reli. Tushapoteza mechi 2 mfululizo. Timu ishatoka nje ya reli. Ndio anakuja kina Chama, kina Luembe, anakuja yule Msenegali. Muda huo timu tayari imetoka kwenye nini? Kwenye mfumo. Lakini mimi naamini wale wachezaji wangekuja mapema, sasa Simba tushafuzu robo finali. Lakini sisi tunashukuru Mungu. Simba si ndio timu yetu, hatuna kumtupia. Au sio ndugu yangu? Kabisa. Wao umeridhishwa na performance ya nisikilize. Simba icheze vibaya, icheze vizuri. Simba ndio timu yetu. Mimi mara 100 ni Ahmedini sio kuyama timu yangu Simba. Mara 100. Mimi nakwambia ukweli.
Shabiki hawezi kuhama timu hata siku moja. Sisi Simba timu yetu, hatuna kumtupia. Sisi ni timu yetu. Na wewe kaka yako yule Ahmed Ally yule atoka sio aliota. Nake kuna kauli alisema, nyinyi kama una hakika kuingia robo finali usitengeneze jezi. Na sasa tunatengeneza kweli jezi. Tumeziacha zile. Aliota. Tunabadilisha hapa kuweka hapa. Aliota. Ally sio mtu mzuri. Aliota nini? Nake alisema, jamani, kasema nilimwambia kitu kimoja. Nilisema kwamba vipi leo hapa baba anaonyesha maajabu. Unaona hujaona? Maajabu gani? Wamepunguza tu magoli. Watu wajua wale Yanga wametea dakika kama sio 2 kama sio 3. Tuzungumze unafiki kaka. Yaani kwenye dakika 90 wamecheza dakika 2 au 3. Wewe unaona watu wanaenda na press. Simsifii Mwarabu ila leo kacheza mpira mzuri. Kuna muda ngoja nitumie utaalamu. Kuna muda sisi tuliosomea makocha, kuna kitu kinaitwa half pitch. Elimu za sababu. Geti. Hapo geti. Yaani kama umekimbia magari ya njano ndio yale kwenye mastudio mnakimbia watu waone. Mmekimbia mastudio watu waone. Half pitch. Leo Yanga amechezea half pitch, yaani nusu uwanja. Katikati umekatwa uwanja. Wale labda uko wamefanya ile dimba ile kama la kwao. Wao wanakaza kuzunguluka tu hivi. Mimi nakwambia, mimi nilivyomuona tu, hadi JSM alifanya goli moja milioni 40, nikajua JSM kaona mbali, kaona hapa hamna goli. Eti goli moja ukishinda unapata milioni 40. Yaani nilipoona vile nikasema hapa hamna kitu. Wale wanazunguka tu uwanja. Half pitch wanapiga hivi tu. Contact na muda sianza kupiga za tengula zile. Sasa tengula football. Wewe elimu ndogo hizo. Hapo picha yako Prince Mpumelelo Dube kati ya mtamba wa panya. Dube alipoingia kaja na pressure nzuri. Alipiga kuna shuti moja ilipiga nzuri kagonga mwamba ikarudi. Akapiga tena ikakosa. Lakini kuna kipindi Dube alikuja kwenye box. Kuna kipindi Dube alikuja yeye na kipa kama kawaida yake. Tukamwona yule Dube mwenyewe ambaye tunamjua sisi sasa. Kuna yule Dube kopi alikuja akapiga kwenye nguzo, akaja Dube mwenyewe original. Akaja yeye na kipa kama kawaida. Imepaa juu. Na afu imepiga juu hivi. Kaja Mziza, mimi Mziza ni mchezaji wangu pendwa. Mziza angemuingiza mapema angewaokoa Yanga. Wanakuja kumuingiza dakika za mwisho, tayari maji yashakuwa nini? Yaani unga umezidi maji. Maana kocha alifeli hapo. Kocha kafeli. Na mimi binafsi naombea mechi ya Yanga ije haraka watolewe mapema tuje ligi kuu. Tunaomba. Yaani tunaomba mapema watolewe tukutane ligi kuu. Kwa hiyo Luembe nilomuona. Tusikitikeni. Yule Luembe tuliomuona jamani, yule mchezaji hatari. Yule kipindi mimi nimeongea na tajiri Mo, nimeongea naye mimi. Mo aliniambia alipoa katika mchezaji alompa pressure kumpata Luembe. Kwa sababu alikutana na ushindani mkubwa. Timu 3 duniani zinamtaka. Yule anatakuwa na Chelsea, Manchester United, Barcelona na sisi Simba. Tajiri. Huyu tajiri. Dr. Mo. Huyu nani? Usitaje watu ajabu. Muni akawa mtu na mchome bwana, mchukue mchome. Usiambie mimi wewe. Usinitajie watu. Usinitajie watu, usinitajie.